Wewe unaposema katika ndani ya maisha, wewe unanikujia katika rungo na mapanga, lakini mimi nitakuja kwa jina la Israeli. Jina la Mungu wa Israeli akaniokoa na mikono ya mvilizi. Bwana asifiwe. Biblia inasema Daudi alipoomba haya maombi, akaingia katikati ya uwanja. Alipoingia katikati ya uwanja, akaanza kuomba Mungu, akatoa jeshi yake na silaha yake ilikuwa ya kwamba ni kitu ambacho adui zako watakuona, adui zako wakikutafuta, hawatakuona maana umefichwa. Bwana na asifiwe. Amen. Nataka nimshukuru Bwana Yesu katika neno ambaye Mungu ameandaa kwa ajili ya siku ya leo. Nimeona kama chemuka Bwana atujalie. Nataka nishukuru Bwana Yesu kwa ajili ya neno ambaye amelituma asubuhi ya leo, na kwa ajili ya kibali, na kwa ajili ya mioyo yetu. Jinsi andiko linaposema ya kwamba mawazo ya Bwana anayetuwazia ni mawazo ya amani, ni mawazo ya upendo. Ninaamini ya kwamba Kristo amenipenda siku ya leo hii tarehe 10, kwa sababu Mungu aliyenipenda nifike katika hii siku nione mwaka wa 2026 mwezi wa 5. Ninaona ya kwamba si katika akili zangu wala si katika akili zako wala si katika uwezo wako, bali ni neema ya Kristo iliyo ndani mwako. Mteule aseme amen. Amen. Kanisa la Bwana liseme amen. Amen. Nataka niseme ya kwamba Kristo ni mwaminifu katika kila hali zote. Yesu Kristo ni mwaminifu katika njia zote. Nataka nikwambie ndugu zangu, ama watakatifu waliopo wanaohusiti kumwamini Mungu, nikwambie ya kwamba usije ukajidarau katika njia yako, usije ukajidarau katika jambo lolote, bali mtasamie yeye. Maana andiko linasema ya kwamba mawazo yake si mawazo mawazo yake si mawazo yetu, bali mawazo yake ni tofauti na mawazo yetu, kwa sababu anasema ya kwamba yeye kazi yake ni kurehemu na kufanya watu kuwa wapya kila wakati na kila dakika, jinsi andiko lilivyosema katika Waebrania. Akasema ya kwamba mnaposikia sauti yangu, msifanye mioyo yenu kuwa migumu. Mtakapofanya mioyo yenu kuwa migumu, Mungu hatashuka katika ndani ya maisha yetu, Mungu hatashuka katika ndani ya uzao wetu, Mungu hatashuka katika ndani ya mipango yetu, Mungu hatashuka katika tamanio ya mioyo yetu. Na mteule aseme amen. Amen. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba katika Waebrania akasema ya kwamba basi na tukaribie kile kiti cha neema ili tupate rehema siku ya mahitaji yetu. Kama unataka kubarikiwa, kama ninataka kushinda maadui, kama ninataka kushinda kila ngumu, na kama ninataka kuinuliwa, kitu ya kwanza unamsongea Mungu, na huyu Mungu ambaye nataka nikwambie, unamwamini Yesu Kristo ya kwamba yeye ndiye njia na uzima na kweli. Katika kila jambo unalolitazamia, nataka nikwambie, ukimwamini Yesu Kristo katika tamanio la moyo wako, yeye Bwana atakushindia. Na mteule asema amina. Amen. Alisema ya kwamba mtakaposikia sauti yangu ama neno langu, kuanzia leo msifanye mioyo yenu kuwa migumu, bali muwe tayari ya kukairi wala kutubu. Maana ya hilo neno Ufunuo inasema ya kwamba utakaposikia sauti ya Bwana, kuwa tayari ya kuvunjika kila wakati na kila wakati, kila dakika uwe mtu wa kuvunjika na kupondeka na kumulilia Bwana, kwa sababu mitume na manabii walililia Bwana hata kama ilikuwa na vita, hata kama ilikuwa shida, lakini waliporejeshwa katika miguu ya Bwana, wote walipata ushindi katika ndani ya maisha yao. Na mteule aseme amen. Amen. Kanisa la Bwana liseme amina. Beba mkono wa kuume useme amen. Amen. Kwa maana ndiko linasema wale wengine tutawatoa katika shimo, katika mkono ulio hodari. Maana kukulazimisha useme amen na kulazimisha useme amen ya kwamba katika neno amina kuna kufunguliwa na kuna kuinuliwa. Amina. Wateule waseme nini? Amen. Amen. Leo nitazania fundisho letu ama mahubiri yetu ama kichwa cha neno nitasema ya kwamba mna ushindi wetu katikati ya maadui. Ushindi wa watakatifu katikati ya maadui.
maadui wanayotuzingira, maadui wanayotutafuta, maadui wanayotuwinda, siku ya leo Bwana anatunusuru, anatuepusha na mipango zao na njia zao na mitego zao na katika mikono yao. Mungu anatuepusha. Nani aliye tayari aseme amina? Amen. Leo unafunguliwa kwa sababu kuna mambo ambayo ulikuwa unaishi lakini ulikuwa umenazwa. Kuna mambo ninaishi lakini nimenazwa. Kuna mipango ninapanga lakini nimenazwa katika mipango, katika ndoa, katika huduma, katika uzao, katika maisha yangu, katika kazi ya mikono. Nimeshikwa mateka na nguvu za maadui, lakini siku ya leo Mungu anaturejesha katika utukufu wa Bwana. Samueli wa kwanza mlango wa 17 mstari mdogo wa 37 kuanzia penyewe. Tuone Bwana anasema nini. Tujifunze katika mtumishi wa Bwana aliyekuwa mtumishi wa Mungu aliyehodari kusimama na kutangaza habari njema ya ufalme. Msomaji hapo wapi asome katika utukufu wa Bwana. Bai evangeli mbia lezo mnyaku bamburata. Samueli wa kwanza 17:37. Mwisina la Yesu Kristo. Sema amina. Amina. Nimekombolewa, nimekombolewa, nimekombolewa kwa wale walio ewe, nimekombolewa, nimekombolewa, nimekombolewa kwa wale walio. Anayekuja kusoma asome katika utukufu wa Mungu, asome katika ndani ya Roho Mtakatifu, na asome neno la Mungu katika ndani ya Roho Mtakatifu. Maneno anayosoma na ile neno ni pumzi ya Mungu katika ndani ya maisha yetu. Naamini ya kwamba hilo neno linaenda kunifungua mimi, na tayari limenifungua, na yule anayeenda kulisikia anaenda kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Mtu aseme amina. Kitabu ni Samueli wa kwanza, mlango ni changamka mwisi na Yesu Kristo katika jina la Yesu. Mstari wa 37. Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba. Bwana aliyeniokoa katika makucha ya simba na makucha ya dubu, ataniokoa mkono wa Mfilisti. Bwana ataniokoa katika mikono ya huyu Mfilisti. Na kanisa liseme amen. Ingia katika jina la Yesu Kristo na usome katika ndani ya Roho Mtakatifu. 37. Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba. Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu, ataniokoa huyu Bwana ataniokoa na mikono ya Wafilisti ama Mfilisti huyu. Kanisa lisema amina. Mungu abariki andiko. Bwana na asifiwe. Tunapoona ni historia iliyofanyika wakati wa mfalme Daudi. Huyu anayeandika kitabu cha Daudi ni Samueli, anayasimulia maneno yaliyokuwa yakitendeka. Ni historia katika manabii waliokuwa waliotangulia maishani mwetu, waliotangulia mbele yetu. Lakini tunakuja tunaona ya kwamba mwandishi aliandika maneno yaliyofanyika, mwandishi aliandika maneno ya kitendo kilichotendeka wakati ule. Na Mungu anasema ya kwamba Daudi alipokuwa akichunga kondoo, Biblia inasema wakati alipokuwa akichunga kondoo, wakati ule simba na dubu wala dubu ilitokea katika kichaka, na ilipotokea katikati ya kichaka, ile simba ikaenda ikachukua ile kondoo ambaye Daudi aliyokuwa analilinda mmoja wao. Bwana asifiwe. Amen. Na alipokuwa anaona ya kwamba simba anamkula na kondoo, na zaidi ya yote Daudi akasimama kama mchungaji. Aliposimama kama mchungaji, akaelekea katika mahali penye lile tumu wala simba lililokuwa linakula kondoo. Na ilipoelekea kule, Bwana akampa Daudi ujasiri, na aliposimama akaona ya kwamba na kondoo inamezwa ama inataka kukuliwa na dumu. Lakini Daudi akaona ujasiri, akapambana na simba wala na dumu, akanyang'anya na kondoo katika mikono ama katika kinywa cha simba. Sema amina. Bwana asifiwe. Inaonekana ya kwamba yani akaenda akang'ang'ana, akatoa, akanusuru,
aliponusuru akanusuru kondoo katika kinywa cha dumbu, akatoa kondoo ndani ya simba, akatoa kondoo katikati ya mdomo wa simba, kondoo akalinusuru katika jina la Yesu Kristo. Mteule asema amina. Biblia inazidi kuendelea, inasema ya kwamba alipokuwa akiendelea, Biblia inasema baada ya hapa akaenda, ndiposa ikaja Mungu anataka kutenga mfalme wa Israeli. Naye Bwana akatuma watumishi wa Bwana Yese, Yese katika boma la Yese akatuma manabii ili waende wachague mfalme wa Israeli. Na alipoenda kule, maandiko nasema wakaenda katika mji wa Yese, na ule Daudi hakukua. Kumbe Daudi alikuwa analinda kondoo katikati ya kewa, wala katikati ya kijiji ama maeneo tofauti, lakini kwa sababu Mungu alikuwa ndani ya Daudi na Mungu alikuwa ndani ya uzao ya Yese katika uzao wake. Lakini Biblia inasema Daudi alipokuwa akatendeka, yale maneno yakatendeka, na ilivyotendeka zaidi ya yote akaja akapata kibali, akawa mfalme katika ndani ya Waisraeli. Biblia inasema vita ilipokuwa akasema nani anayepigana, kwa sababu ilikuwa vita Wafilisti pamoja na Waisraeli. Lakini Bwana akasema, Daudi akasimama akasema, mimi nina uwezo ya kupigana na huyu mtu. Na mteule aseme amen. Sababu kuna mtu aliyekuwa anaitwa Goliati, alikuwa anatuzi wana wa Israeli, anatukana taifa la Israeli. Lakini Daudi alivyokuwa katika wakati ule akawa na uchungu katika ndani ya moyo, kwa sababu huyu mtu anatukana taifa la Mungu, anatukana Mungu wa Israeli. Daudi akawa akakasirika katika moyo wake, akawa na vikwazo, akawa na uchungu, akaomba ruhusa, akasema nipe kibali mimi nipigane na huyu mfalme. Mteule aseme amina. Alipoomba kibali, watu, maandiko yanasema ya kwamba watu wakashangaa, na sasa huyu ni nani? Wewe unajua Mfilisti ameua watu, na zaidi ya Mfilisti alikuwa mtu ambaye Mungu amembariki, ako na mwili mkubwa. Lakini Daudi akasema nipe ruhusa mimi nipigane na huyu Mfilisti, kwa sababu matukano yake imenifika katika koo, nimechoka. Akaomba ruhusa akasema mfalme nipe kibali. Lakini mfalme alikuwa mgumu kumumpa Daudi ruhusa ili apigane na mfalme ama na hii jeshi ama Goliati mbele yake. Lakini maandiko yakasema wakati ukafika, Goliati akaenda akaomba ruhusa na wakampa Daudi, wakaenda kupigana na mfalme ama na huyu Goliati katikati mbele ya Waisraeli pamoja na mbele ya Wafilisti. Na mteule asema amina. Andiko inaeleza ya kwamba walipoenda wakaingia katika kiwanja. Walipoingia kwa kiwanja, naye Bwana akasema nini? Naye Daudi akasema, Biblia inasema ukirudi nyuma anasema ya kwamba wakachukua mavazi wakamvalisha Daudi. Walipomvalisha Daudi, Daudi akasema haya mavazi ni mazito, mimi siyawezi. Lakini zaidi ya yote akasema ili haya mavazi niondoe, bali mimi ninaenda kupigana na Mfilisti. Na mteule aseme amen. Hofu ikaingia Waisraeli. Hofu ilipoingia Waisraeli, hofu ikaingia mfalme. Lakini Daudi akasema mimi tayari ya kupigana mfalme na kupigana na Goliati. Ni tayari ya kupigana na huyu jitu. Ni tayari ya kupambana na huyu mtu, kwa sababu matukano yake yamefika katika koo, yameniudhi, kwa sababu anawatukana taifa la Israeli, watu wa Mungu. Na mtu aseme amen. Bwana asifiwe. Hayo maneno ni matamu kama ungeelewa. Siku ya leo nataka nikwambie ungekombolewa. Siku ya leo Bwana anaenda kutenda jambo jipya. Na Mungu anasema maandiko yanasema kwamba walipokuwa naendelea akasema nitoa haya mavazi. Alipotoa mavazi akasema nipe ruhusa sasa niende. Wewe Goliati akaanza kujidai, na ukinaporudi nyuma maandiko yanasema Daudi akasema siku ya leo hii kichwa ya Mfilisti nitawaonyesha. Bwana asifiwe. Na aliposimama akawa tayari katika vita, akawa tayari katika kupigana vita. Naye Mfilisti anasema hii kitu nitaua, hii kitu nitaua. Sema amen. Sema nitaua hii kitu. Sema nitaua kitu. Hii kitu Daudi Goliati akajidai akasema nitaiua, haina nguvu, ninaenda kuikanyaga. Lakini Daudi naye akasema wewe unaposema katika ndani ya maisha, wewe unanikujia katika rungo na mapanga, lakini mimi nitakuja kwa jina la Israeli, jina la Mungu wa Israeli, ataniokoa na mikono ya Mfilisti. Bwana asifiwe. Biblia inasema
kuomba haya maombi, akaingia katikati ya uwanja. Alipoingia katikati ya uwanja, akaanza kuomba Mungu, akatoa jeshi yake na silaha yake ilikuwa ya kwamba ni kitu ambacho huwa tunasema imburuzi. Akaenda nayo, akasema wewe unanikujia katika jina la Wafilisti na majeshi yako na mikuki, lakini mimi ninakuimani huyu Mfilisti ninaenda kumunasa kwa jina la Yesu, naenda kumunasa katika jina la Mungu wa Israeli. Biblia inasema alipoenda akamtwanga Mfilisti na kitu kimoja ama bondi moja, na ule Mfilisti akaanguka chini, na alipoanguka chini akasema nikachinja kichwa chake, akaweka katika uteo, akaanza kutembea nao, na mtu akasema amen. Alikuwa akitembea nao, akikimbia katika mbele ya Wafilisti. Wafilisti wanapoona Goliathi hana kichwa, wanaona kichwa ya Goliathi katika kiteo, watu wakakimbia, Wafilisti wakakimbia. Haleluya! 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 Daudi akasema, aliyeniokoa katika mikono ya dubu na simba ataniokoa na huyu Mfilisti. Ataniokoa na huyu Mfilisti. Siku ya leo hii ilikuwa historia ndugu. Ilikuwa historia wakati ule. Nataka nikwambie, maisha yako umenaswa, ndoa yako umenaswa, watoto wako wamenaswa, maisha yako wachawi wamechukua, jamii ya ukoo imechukua maisha yako, wamekuwekea mipaka, wakisema hutapita mahali hapa, hautasoma, hautasomesha, hautaoleka, hautaoa, hautaitwa mama, hautaitwa baba, lakini kwa jina la Yesu leo utaenda kufunguliwa. Wanafungiwe. Leo unaenda kufunguliwa katika mikono ya Wafilisti iliyokufunga, mikono ya Wafilisti iliyokukalia, Mfilisti wa wachawi. Mungu anaenda kukunusuru katika ukuu wa Bwana. Haleluya, unasema amen. Bwana asifiwe. Katika Zaburi 12 Bwana anasema nini? Zaburi 12 mstari wa 5. Bwana anasema nini? Aliyemuokoa na Daudi katika mikono ya Mfilisti. Daudi akalia akasema, au ili jeshi nitaenda kulikonga. Bwana anasema nini katika watu wanyonge? Daudi alikuwa mnyonge, wewe leo ni mnyonge katika jina la Yesu. Bwana anakuambia jambo kwa utukufu wa Bwana, kwa ajili ya kuonewa kwa wanyonge, kwa ajili ya kuugua kwao kama Daudi alilia. Bwana anasema yeye atasimama, asema Bwana wa majeshi, nitamweka salama yeye wanamuvyonya. Maneno ya Bwana ni maneno safi, ni fedha iliyojaribiwa katika moto. Na mtu anasema amen. Kubariki andiko ndugu. Mnataka nikwambie ndugu yangu, mama, mshirika, ndugu yangu yoyote mahali ulipo, unayopokea hii sauti, nataka nikwambie siku ya leo Mfilisti aliyekalia maisha yako leo unaenda kunusurika. Mfilisti aliyofunga maisha yako leo unaenda kunusurika. Mfilisti aliyekaa katika ndoa yako leo unaenda kufunguliwa. Mfilisti aliyofunga uzao wako leo unaenda kufunguliwa. Mfilisti aliyofunga kazi yako leo unaenda kufunguliwa. Mfilisti aliyofunga maisha yako leo ananusurika. Nasema amen. Wanafungiwe. Kwa mke jina tuombe. Uliye juu mbinguni, nataka nikushukuru kwa ajili ya neno ambalo umelituma. Asubuhi njema Bwana, pokea sifa kwa ajili ya neno hili. Tarehe 10 mwezi wa 5 Bwana ukatende ishara. Wiki wa mwaka wa 2026 Bwana utende ishara. Katika maisha yetu na njia zetu Bwana tenda ishara. Katika ndoa pamoja na mipango utenda ishara. Tulikuwa tumenaswa lakini Bwana umelituma neno. Bwana leo Yesu kasimame. Anza kutuokoa na maisha yetu. Anza kutuokoa na maadui. Wafilisti wanaotutafuta Bwana ukatuokoe. Wewe ni mfalme wa amani. Pokea sifa kwa ajili ya maisha yetu. Pokea sifa kwa ajili ya ushindi. Pokea sifa kwa ajili Baba ya kazi ambayo na neno ambalo umelituma. Asante kwa ajili ya kazi yako. Asante kwa ajili ya kutuokoa. Asante kwa ajili ya kuokoa yule mshirika. Asante kuokoa yule ndugu. Shetani na vifungo na ashindwe. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu wa amani awabariki. Neema ya Bwana ikae pamoja nami. Bwana na asifiwe. Amen. Anayejisikia kuja apige magoti kwa utukufu wa Bwana. Yaani kuja tupige magoti mwambie Bwana, leo Mfilisti amekufa. Leo Mfilisti hayuko katika maisha yako. Hata hakuna haja ya kwenda njoo upige magoti ama mahali ulipo upige magoti katika utukufu wa Bwana. Katika neema ya Bwana, kwa sababu Mungu amekuona. Mungu anaenda kukunusuru katika mikono ya Wafilisti. Wafilisti waliokalia maisha yako. Wafilisti waliofunga maisha yako.
Wafilisti waliokaa katika uzao wako. Ukijaribu jambo lolote haliwezi endelea. Ukijaribu jambo lolote hakuna kufanikiwa. Njia zako zinafungwa, uzao wako unafungwa, kazi ya mikono imefungwa, umefanyika mtumwa katika ndani ya maisha yako. Siku ya leo nataka nikwambie, amini Bwana na tuombe. Beba mkono wa kuume. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naacha kwako. Naacha kwako. Mchana wa leo. Mimi ni mwenye dhambi. Lakini Bwana Yesu, naomba msamaha machoni pako. Yesu kanisamehe. Yesu kanisamehe. Katika mikono ya Wayahudi. Katika mikono ya Wafilisti. Bwana siku ya leo. Ukanitakase. Ukaniondolee. Wafilisti katika maisha yangu. Wafilisti katika ndoa zangu. Wafilisti katika uzao wangu. Wafilisti katika kazi ya mikono. Wafilisti katika masomo ya watoto. Leo Bwana akapate kushindwa. Bwana Yesu kanitetee. Tunakataa kila nguvu zote. Tunakataa kila maagano. Tunakataa kila nguvu za Wafilisti. Tunakataa kila vifungo vyao. Tunakataa siku ya leo. Kwa jina la Yesu Kristo. Homa! 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 Bwana Yesu katende ishara. Neema yake katawale. Linda watumishi wako. Asante Bwana. Asante kwa kutenda. Neema yake kawatoshe. Kwa Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi sema amen. Nasalimu kwa jina la Yesu. Mungu wa amani awabariki. Funguliwe kwa jina la Yesu. Funguliwe kwa jina la Yesu. Amen. Funguliwe baba. Funguliwe mama katika jina la Yesu. Funguliwe mama. Barikiwe kwa jina la Yesu. Barikiwe mama kwa jina la Yesu. Barikiwe mama kwa jina la Yesu. Barikiwe mama kwa jina la Yesu. Amen. Amen baba. Amen mama, umepona leo. Umepona mama. Kwa Bwana umepona. Amen. Bwana na asifiwe. Amen. Mama kanisa ananiambia usiku nani alileta. Mama ulikuwa unahitaji gani? Baba ngazi niweka hapa sababu yake hakika kwa kitu. Adui zako watakuona, adui zako wakikutafuta, hawatakuona, maana umefichwa, wayuko kwa Mungu mwenye uwezaji, hawatakuona.